Leo ninaleta ujumbe huu wa Mungu kwa habari ya ghadhabu ya Mungu. Ujumbe huu nilipewa tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Ujumbe huu nilinyamaza nao kimya. Sikuweza kusema chochote zaidi tu ya kuombea na kushirikisha waombaji hapa kanisani. Ujumbe huu nilipewa tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025 saa 7 mchana na dakika 14 mchana. Niliposhtuka kwenye yale maono ilikuwa ni saa 7 na dakika 14. Na kuja kuangalia saa ni saa 7 na dakika 14. Ikabidi nianze kuandika huu ujumbe kwenye daftari. Na kipindi hicho kulikuwa kuna mambo yanayoendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Kipindi hicho kuna kanisa lilifungwa hapa Tanzania. Kuna kanisa lilifungwa na kukawa kuna maneno mengi sana juu ya kufungwa lile kanisa. Hata mimi pia nilikuwa nawaza mengi sana kwa kufungwa lile kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 5 imeandikwa, ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri. Haleluya. Sasa Mungu anasema usihukumu neno kabla ya wakati wake. Katika ujumbe huu sitotaja jina la mtu wala sitotaja kanisa la mtu. Haleluya. Nitauleta ujumbe wa Bwana Yesu kama ulivyo, kwa kuwa nimekaa na ujumbe huu, lakini Bwana anasema useme ili roho za watu wake ziokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Nilionyeshwa maono, nikaonyeshwa yule mtumishi anayetumika kwenye lile kanisa nikiwa pamoja naye. Akawa anahubiri, mimi ninatazama. Aliyekuwa anawahubiria niliona kuna wamama wako 3. Wale wamama 3 wamefunga kichwa. Wamefunga kichwa chao vizuri, wamefunika kichwa kama wewe unavyofunika hapa. Hawana mapambo yoyote. Hawana heleni, hawana cheni, hawajasuka rasta, hawajapaka lipstick, wako natural kama walivyo. Na wamevaa mavazi matakatifu kama haya ambayo wewe unayavaa. Simama Beatrice. Niliona wamevaa mavazi namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Wale wamama 3 kipindi yule mtumishi anahubiri. Nikashangaa kitu cha ajabu sana. Niliona wale wamama kipindi yule mtumishi anaendelea kuhubiri, niliona wale wamama wakitoa vile vilemba ambavyo vitambaa walivyovifunga kichwa wakivitoa. Nikaona wameanza kusuka rasta, wameweka heleni, wameweka cheni, wanaweka lipstick, wakawa sasa wamejipamba, wamejipodoa kweli kweli. Nikawaona wako pale. Wale ambao walikuwa wamefunika vichwa vyao vizuri kabisa, wamevaa vizuri, wakaondoa, wakajipamba na kuvaa nguo ambazo zilikuwa sio za kujistiri. Sikuelewa Mungu kwa nini ananionyesha mambo hayo. Nikasikia sauti ikisema, huyu ni mtumishi wangu. Sauti inaniambia juu ya yule mtumishi ambaye nimemuona pale. Ikaniambia hivi, huyu ni mtumishi wangu mimi, Yesu Kristo. Haleluya. Angekuwa wa shetani ningemwacha. Sauti kwa inaniambia, angekuwa wa shetani ningemwacha, ila huyu ni mtumishi wangu mimi, Yesu Kristo. Ghadhabu zangu ziko juu yake, kwa sababu nilimkusudia asimame na injili ya utakatifu. Kama ulivyoona
alipokuwa ameanza kuhubiri, wale watu walifunga vichwa vyao, hawakujipamba. Hiyo ndio injili niliyomkusudia. Lakini amekataa kuhubiri injili ya utakatifu ya kuokoa roho za watu wangu na kuingia mbinguni. Nimetuma wajumbe kadha wa kadha walete ujumbe kwake, lakini ameshindwa kugeuka. Haleluya! Ameshindwa kugeuka. Sasa ghadhabu zangu zimeinuka zidi yake. Ghadhabu zangu zimeinuka zidi yake. Mungu ananiambia hajamwacha. Mpaka sasa hajamwacha, bado anamtumikia Yesu Kristo. Hajageuka kumgeukia shetani. Anamtumikia Yesu, lakini amekataa kugeuka kuhubiri injili ya utakatifu, kama ambavyo Biblia inakataza mapambo, inakataza heleni, inakataza cheni, inakataza bangiri, inakataza lipstiki. Biblia inakataza mwanamke asijipambe kwa nje, asijipambe kwa kusuka nywele. Ukisoma Petro wa kwanza sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 3 mpaka ule wa 5, Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 9, Mungu anakataza mapambo, kujipamba kwa kusuka nywele, lakini pia kwa kuvaa dhahabu na ruru, madini haya kuyavaa mwilini, kwa maana ya cheni, bangili, pete, vikuku, heleni, vipini. Mungu amekataza kwenye neno, na anasema ni miungu migeni kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 35 ukianzia ule mstari wa 1 mpaka wa 6. Heleni zote wanazozivaa watu, cheni, vitu vyote hivyo vito ni miungu migeni. Kwa hiyo Mungu amekataza, lakini huyu mtumishi akagoma kugeuka. Sasa Mungu akaniambia ghadhabu yangu imeinuka zidi yake, hata mimi ndiye niliyelifunga kanisa. Haleluya! Ndio maana neno la Mungu umelisikia hapa. Neno la Mungu linasema Mungu yeye ndio afunguae, na hapana awezaye kufanya nini? Kufunga. Hapana awezaye kufunga. Lakini ni ghadhabu za Mungu, yeye ndio aliyefunga. Sasa ndio maana Biblia inatuambia msihukumu neno kabla ya wakati wake. Wengi tulikuwa tunajua, tunaanza kuishutumu mamlaka, imefunga. Kumbe ni ghadhabu ya Mungu mwenyewe, kwa sababu alimpa uwezesho mwingi na mamlaka mengi kwa ajili ya nchi hii na kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Niliposhtuka kwenye yale maono, nikapewa kitabu cha Waamuzi sura ile ya 13 mpaka ya 16. Inamuongelea Samsoni. Huyu Samsoni alitenda miujiza mingi, alifanya mambo makubwa. Wafilisti hawakumweza. Kila waliokuwa wanajaribu kumgusa, alipiga huko. Hakuna aliyemgusa hata mmoja Samsoni. Lakini Samsoni alipoliasi neno la Mungu, Samsoni akadondoka na Mungu akaghadhibika juu ya Samsoni. Biblia inasema akamwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamfunga. Kwa hiyo wakafunga baraka zake, wakafunga hatua zake, wakafunga maisha yake. Kwa sababu Samsoni alikuwa ni shujaa kweli kweli, na alitembea na Mungu kwa uwezo mkubwa, lakini alipoliasi neno la Mungu, Yesu akamwacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikapewa hicho kitabu cha Waamuzi kuanzia sura ya 13 mpaka ya 16. Lakini pia utamuona Mungu akimwacha Samsoni kwenye ile sura ya 16 mstari wa 19 mpaka ule wa 20. Mimi nilikuwa ninawaza kibinadamu, na nilikuwa ninainuka kwa ghadhabu. Hata maombi yangu nilikuwa kuomba kwamba napiga wote waliofunga kanisa, piga. Mungu alipokuja kunipa ujumbe huu, ilibidi niingie kwenye toba. Bwana Yesu asifiwe. Nimekupa ujumbe huu ili na wewe uingie kwenye maombi ya toba. Uingie kwenye maombi ya toba.
Kikombe cha toba kikijaa, utaona Mungu akimrejesha shujaa wake, akimrejesha mtakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wamefungwa, kwa hiyo hawajui. Wenyewe wanaomba maombi ya kupambana, wanampiga shetani. Shetani anapigwa kweli kweli. Lakini aliye ruhusu haya ni ghadhabu za Mungu. Tunapaswa tunyenyekee kwa magoti, turudi mbele za Bwana kuomba. Tukiomba toba na rehema, Mungu atafungua kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shetani hawezi kumshinda Mungu hata kidogo, wapendwa. Shetani hawezi kumshinda Mungu hata sekunde. Maelfu kwa maelfu ya watu wakazuiliwa kumwomba Yesu. Yaani Mungu hawezi kuruhusu hicho kitu hata kidogo. Labda Roho Mtakatifu awe ameondoka duniani. Haleluya. Kwa hiyo nimekuletea ujumbe huu, wewe mtakatifu wa Mungu, ujue kilichosababisha ni hizi ghadhabu za Mungu ziliinuka kupitia haya mapambo. Lile kanisa Mungu akulikusudia liwe na mapambo, watu wavae suruali, wanawake wavae vimini, wanawake wajipodoe, wanaume wavae vipensi, vinguo vya ajabu. Mungu akukusudia hivyo. Lile kanisa Mungu alilikusudia katika utakatifu, kama ambavyo na sisi tulikuwa tunaangamia, ila Mungu alitupa neema na huruma kutugeuza, hata leo tumebadilika, tuko hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeleta ujumbe huu wa Mungu ili usije ukawa unaomba kumbe unaomba vibaya. Unaweza ukawa unaomba kumbe unaomba nini? Vibaya. Kinachotakiwa kuomba hapa ni toba. Toba tu, na Mungu ataachilia rehema zake. Bwana Yesu asifiwe. Nimekaa nao ujumbe kwa muda wa miezi 5 bila kuusema. Lakini leo hii Bwana Yesu ameniruhusu kuusema. Mwenye masikio na asikie Roho ayaambia makanisa. Niombe. Bwana Yesu, asante, ninakushukuru. Asante kwa maana wewe ni Mungu unayestahili sifa, heshima na utukufu. Wewe ni mwanzo wa yote na wewe ni mwisho wa yote. Asante kwa ajili ya ujumbe ambao Bwana ulinipa tarehe 6 mwezi ule wa 6. Bwana Yesu, nilipiga magoti kukuomba. Leo umenipa ruhusa ya kusema ujumbe huu ili watu wako wasiangamie, bali waweze kujua ukweli huu. Hata wanapoomba waweze kuomba wakijua lile kusudi lako, Yesu Kristo, ulilolikusudia juu ya kanisa. Baba, ninaomba rehema zako zipate kupita, na ninaomba uwezesho wako juu ya mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana wewe ni mwanzo wa yote na wewe ni mwisho wa yote, katika jina la Yesu Kristo. Amen.